Mbona ukwaga hivyo? Wewe ukwaga hivyo. Hamna maana. Kidogo ukwaga hivyo. Ndio unapigia bodi. Ngoja amesha tusubiri. Umesikia? Amesha tusubiri. Eliudi kwanza ametoa ngoma mpya. Sawa. Kuachana na ukomedi, Eliudi amefanya ngoma mpya fresh bwana, kutokea hatuonani, tupo na Eliudi Sukari. Brother, inakuaje kwanza? Sukari ndo natununia leo au ndo style mpya sasa hivi? Ya mme wa mtu aongee, bali nimesema. Kwani haujaaga kuja kwenye show huko Eliudi? Haujaaga ni? Aga, jamani ndoa mbichi ile. Jamani. Alafu umefanya siri kama Diamond kweli? Ndio naambia jamani. Jamani tumewaambia hatusemi kitu. Ndoa ni mbichi. Najuksi ukamlalamikia. Kuongea na vyombo vya habari, mimi amenishika jamani. Sawa, Eliudi tuongelee basi. Tunaona. Oya wanetu ni hivi, swala ni hivi ni moja. Sawa ndugu zangu watu wa vyombo vya habari. Swala tupate tegi kutoka kwa mwenzako. Mshafanya show nyingi wa Isa. Leo Saidi kafanya hatuonani. Experience. Oya Saidi kwa mfano. Okay. So kimsingi kabisa tuna kila sababu ya kumpongeza Saidi. Sio tu kumpongeza, naam. Okay, sawa. Sio tu tunampongeza Saidi labda kwa sababu ya kufanya show, lakini kwa kuendelea kukuza utamaduni wa comedy. Hivi ndio vitu ambavyo yani tunatamani kila mwezi mtu awe anafanya special. Hiyo ni album. Ni kitu ambacho kuna watu wameanza muda bado wako wanaandaa hajafanya. Saidi kwa muda aliofanya leo hii anaweza kuandaa show kubwa kama hili. Sisi ambao tuko kwenye industry yake, wafanya kazi wenzie, tuna appreciate, tunasema asante sana Saidi, umetuheshimisha. Lakini Eliudi wengine wanasema kwamba huenda kwa Saidi tangia amekuja kwenye game bado ilibidi ajitafute zaidi ndio aweze kufanya vitu kama hivi vikubwa, kwa sababu kuandaa wenyewe kwa maelezo sawa. Watu wanasema kwamba Saidi ka perform kwa mama kashajiona mkubwa, mashabiki ndio maana atabuma. Sasa yani hadi una perform kwa mama ni mkubwa. Kwa hiyo sio anajiona, ni kweli ni mkubwa. Sasa watu tunaweza tukazuia tu nini? Tunajaribu kuangalizia ukweli nyuma ya kapazia yake. Yaani unajizibia hivi wakati unajua huku kuna kitu, sawa? So Saidi kwa ambao wanamfahamu, mimi nimefanya comedy search nimekuja, sawa? Saidi yupo Chekatu. Tumemkuta, tumefanya naye comedy search, kwa hiyo ana miaka zaidi ya 5. Sasa miaka 5 wanamtaka afanyeje mtoto wa watu? Show umeonaje? Show imejaza? Safi, yani kwa imefanya vizuri kaka. Hapo kuna watu wewe ukiwaita hao watu hata kama ni ndugu yako, hata harusi tu haiwezi kuwa na watu kama hao. Ni watu wengi. Nakumbuka comedy inachukua hivi, unajua viingilio vya comedy ni 20 50 na raki na masofa. Si umeona yamejaa pale. So hii kwetu sisi tunaona ni mbegu nzuri. Yani katika yale mapambano ambayo yalianzishwa kuhusu kurasimisha utaratibu wa comedy, kwetu haya ni mafanikio. Comment ya Baba Levo wakati show inaendelea alisema kaposti kasema kwamba Saidi ajifunze kufanya show kwa baa imemshushia brandi. Hajajaza wakati show inaendelea. Saa ngapi yani siku huu? Yani saa ngapi? Saa 5 ile ilikuwa saa 5. Okay, Saidi alipanda saa 6. Saidi alipanda saa 5 dakika 40. Kwa hiyo unamaanisha kabla. Unamaanisha nini? Alishare Kiponda akisema kwamba show haijajaza, imebumba, na anasema hii ni kutokana na alikuwa anawakataza kuperform kwenye mabaa, hawakusikia. Kwamba mnaonekana sana mpaka thamani hii imeshuka, watu sasa kuja kuwaona kwenye show zenu. Sasa hataki waje watuone, wanataka waje wacheke. Swala la kutuona si wanamuona Saidi. Yaani Baba Levo mimi nasemaga hivi, nasema nafasi alionao Baba Levo yuko kwenye nafasi ambayo chochote anachosema kinaweza kikachukuliwa kama impact. Unaona nyie? Amesema nani? Baba Levo. Sasa yule Baba Levo wa Shumu angesema Saidi leo ana show. Unaona impact yake? Ingeenda wapi? Kwa sababu Saidi hawezi kuwafikia watu. Baba Levo na watu milioni 3 na kitu. Sasa hivi sana mwharibia show labda bro. Mwharibi. Hebu soma amesemeje? Saidi baada ya show yako kubuma sasa utaacha kuzurura kila baa. Na sidhani kama Saidi anazurura kila baa. So hizi ni opinion. Huenda ni anazungumzia kitu ambacho ameshawahi kukishuhudia. Nafikiri si wenyewe alituambia. Tulikuwa tunafanya comedy club hapa nani? Hapa unaona wife anapiga simu sasa. Unaona tukiwaambia muelewi mme wa mtu usiku nje. Umeshanielewa vizuri. Anazungumzia ile tulikuwa tunafanya hapa Small Planet. Si ndio? Tulifanya ile ilikuwa comedy club. Aliongelea hamna mtu alifanya baada ya pale. So kama anamhukumu kwa yale hapana. Anatakiwa appreciate. Nafikiri ataziona picha za Baba Levo ana ugomvi na nyinyi wachekeshaji comedy. Ana ugomvi na sisi. Shida ni nini? Kama anawashusha brand hiyo kina mna nyingine kwa sababu ni mtu mkuu. Kwa sababu hata sio yeye ametuweka hapa. Afia mwenyewe ni mfanya biashara. Yaani Baba Levo sisi ni bidhaa zake. Si ana comedy 7 sijui nini. 7 comedy. Kama hivi mnaenda kuperform kwenye show yake. Ni ameshafanya kazi naye. Kwa hiyo hawezi kawa anazichukia. So kama anazungumza, maybe anazungumza in positive way. Labda anataka kutujenga. Si umeshanielewa
umenielewa vizuri. Kwa hiyo kama anataka kutujenga, shida tunachukia namna anavyofanya. Yani mimi nasemaga usinipongeze kama ukuwahi kunishauri chochote. Yani nasemeje, sijui hasa Kiingereza, sijui unanielewa. Yani hata mchana angesema haya jamani, nendeni mkamsupport Saidi. Afu leo angekuja kumdisi jioni. It's okay. Sawa. Mmoja msupport, hizo jitihada zake ni matunda. Yule dogo mmeona anapush mwenyewe. Sisi tumekuja kushare poster tu, lakini yeye ndo amezunguka. Haya, kupata sponsors wengi kama vile kwenye show ya comedy. Biashara gani nyingine itakupa sponsor wakubwa kama wale? Umeona mabenki pale, makampuni, watu binafsi, vitu wamempa hela, kafanya. So kwake ni achievement. Eliudi, nilikuwa nataka tuliongelee hili. Tumeona sasa hivi unafanya muziki at the same time unafanya comedian. Ni kwa nini sasa uogopi mambo ya muziki huko wasanii nataka tu kuongeza ushuhuda ili kupunguza mambo mengi, kwamba wakati anaanza alitoka Mbeya, alifanya comedy, akafanya muziki, yani naongeza tu profile pale ili msiondoke haraka kwenye matukio yangu. Kwa hiyo kuna vitu vingi vitataja. Kama tunaweza kufanya watu wakacheka, tunafanya for fun. Yani ndio kazi iliyotuleta. Wasanii wanavyoimbaga, kuna wasanii wao wakubwa ambao wanakuwa wanasikiliza kufuata zile nyayo na vitu kama hivyo. Wewe msanii gani ambaye unamsikiliza ukiwa Bahati Bukuku na Boni Mwaitege ndio ni watu nao. Ingiaga studio wao unafuatilia sana. Ambwene wakina Paul Clement ndio watu naofuatilia mimi hao. Unaimba kama wewe hao? Kiroho. Mimi niko sana kiroho. Huku mwilini ndo natoa vitu hamvielewi, lakini rohoni niko kama wale. Unavyoimba watu wanakusifia kwamba unajua au ongeza jitihada au. Sasa wanajificha kwenye kimvuli cha kusema beat kali, producer mzuri. Lakini mimi niseme tu hawajafa, hawajaumbika, na wao watazaa watoto. Na watoto wao nao wataanza kuhangaikia maisha. Kwa hiyo kitu lolote inaweza likatokea. Ila mimi binafsi na wife alivyosema, namesema naimba sana. Hajaona wife anakujaza. Wife amesema naimba sana. Wife wako Beat Classa anamjua, lakini sasa kwa heshima ya jambo letu ni kesho sasa. Tufanye kesho kaka. Tuna mambo mengi ya msingi, sawa. Tulizungumza hilo kwa refu na upana. Eliudi. Sawa. Eliudi. Beat Classa anamjua, lakini wife? Sasa tumjue wife tena. Yaani nyumbani Mbeya umempeleka? Sasa mtu unamvalisha pete kwenu hawamjui. Ni irizi au ni unafikia au unaona nimvalisha kacha ile? Ni pete zote simama, ina maana alikuwepo na wewe huyu jamani amepoa huyu. Hebu nani? Kwa hiyo kaka Eliudi, umeoa kitu umepropose au hujaoa bado? Nimeoa. Umeoa? Kisheria nimeoa. Ila mbele za Mungu ndio bado sasa. Mahari ilikuwa shilingi ngapi Eliudi? Sasa nianze kutaja mali. Mtaweza wadogo, si mtaogopa kuoa? Tuna inspire vijana wenzako. Leonardo nimemwambia kwamba yule Lulu aache kuzurura naye mtoto wa watu. Tunamjua, wanapendana. Bwana miaka sijui miwili sasa hivi. Muoe mtoto wa watu Leonardo. Chakula hicho mnachokula ndo na kwenye ndoa hawatabadilisha. Hapo tuongeza tu masefuria kwa ajili ya ndugu wako. Kiredio pia. Kiredio. Kipotoshi ndo niko naenda kuongea naye hata sasa hivi. Yuko huko. Kipotoshi nimemwambia aache kuamshwa na alarm. Na wale wa mama wanauza mboga asubuhi, atafute mtu. Hivi kwenye page yake kwamba anaye, ila hataki tu kumexpose kama wewe. Anionyeshe mimi. Yaani sawa unaye. Sasa mwanamke utamuoa giza nini? Eliudi, kwa nini watu wanahisi kwamba kama Kiredio atakuja kupokonywa siku hivi mpenzi wake? Sasa nani wampokonye kama wanafikiri Kiredio ni mdhaifu hivyo? Ana hela yule. Wanasema matajiri. Matajiri ni wakorofi. Mimi nasemaga yani utoke huko uache wanawake, tuko milioni 60. Uje uchukue mwanamke wangu. Huko ni kunitafuta vitu. Anamposti watu matajiri wanamuona. Sasa mwanamke umfiche ni nani? Ni kongosho.